Mimba ya kuzaa vitu duniani ni mawazo. Hiyo haina mrokore, haina mpagani, haina mwenye Mungu au asiye na Mungu, ili mradi ni mtu. Kiwanda namba moja cha kuzaa vitu duniani ni nini? Kwa nini? Hata nguo uliyovaa ni wazo la mbunifu. Yaani hiyo nguo uliyovaa wewe unasema nimechukua hela nikainunua. Wewe ulichofanya ni kwenda kununua wazo la mtu. Huu mshono, mtu anasema utashona hivi alafu itakuwa na mtandio wake, ni wazo la mtu. Kuna siku haikuwepo hii nguo, ila ilikuwa ndani ya kichwa cha mtu. Ila ingekuwa kibinadamu, unasema kuna siku kutakuwa na nguo kama hii, mtu anasema acha bwana, na wewe mambo yako, mawazo yako na wewe. Sisi tunaita mawazo ni mawazo, lakini kwenye ulimwengu wa roho mawazo si mawazo. Mawazo ni vitu. Kamata hiyo siri. Kwenye ulimwengu wa roho mawazo si mawazo. Kwenye ulimwengu wa roho mawazo ni vitu. Chochote ambacho utafanikiwa kukiwaza kinawezekana kutokea. Sio dhambi tu. Kwenye dhambi shetani ndo ametuaminisha kwamba unaweza ukawaza kwamba huyu binti nitapambana mpaka nilale naye. Unapambana mpaka unalala naye. Kwa hiyo inaonekana kama kwenye mambo mabaya mawazo yanafanya kazi. Kwenye mambo ya maendeleo ukipata wazo unaanza kujipinga mwenyewe. Yaani mimi biashara wapi na wapi sijawahi kufanya kabisa kokote, sitaweza. Yaani unakuwa adui wako mwenyewe. Ila ikija wazo la ubaya, huyu amenizoea, nitamfanyia kitu kibaya hata sahau. Umewaza peke yako na kweli unaamini na unamfanyia kitu kibaya. Kwa shetani ni kama amebadilisha matumizi ya mawazo. Mawazo yameanza kuaminika kwenye mambo mabaya tu. Ila ikija wazo la kitu chema, wewe mwenyewe nguvu zisizoonekana zinaanza kuaminisha hiyo haipo, hiyo haiwezekani, hamna, nani amewahi kufanya. Kwa hiyo unajikatisha tamaa mwenyewe, wazo linafia ndani. Mahali penye utajiri mkubwa duniani ni makaburini, kwa sababu makaburini ndo kuna watu waliokufa na mambo makubwa ndani bila kuyatoa nje. Kuna mtu alipata wimbo anaoga bafuni, akauimba hata bafuni kabisa ukaeleweka. Alipotoka akapuuzia siku nzima mpaka kufika jioni ameusahau. Kumbe wimbo ungetoka ungemvusha. Kuna mtu alipata wazo aandike kitabu fulani, akajivutavuta, yani alipata kabisa hadi ukurasa wa kwanza iwe nini, sura ya kwanza iwe nini, mpaka sura 10, alafu akapuuza. Bwana, kuna siku nitaandika hicho kitabu, hakipo. Kwa hiyo eneo la muhimu sana kwa mwanadamu ni kichwa chako. Hata imani hizi potofu zinachokifanya zinakufanya msukure wewe, yaani usije ukafikiri, kwa sababu ukianza kufikiri kuna vitu utaanza kuoji. Ukianza kufikiri utasema sasa kama mtu anaombea maji yanaweza kuponya wagonjwa, kwani asitufundishe na sisi kuomba kama yeye, ili tuwe na uwezo wa kuomba na kuwa na matokeo kama maji? Unasema hamna, tusioji, huyu ni masiwa bwana, wewe nunua maji tunenda. Kwa sababu kama ni maombi, wewe si una mdomo, Mungu si yupo, si unaweza ukaomba. Ukifundishwa si unaelewa. Shuleni ulielewa kuelewa mambo ya Mungu, lakini uwezi kwa sababu ya vifungo vya kiakili. Kichwa chako ndo mgodi wako. Mashambulizi makubwa ya shetani, kama ni shetani mwenye akili, anashambulia ufahamu wa mtu. Yaani sio hela. Ukipoteza hata hela zote duniani, ila akili bado ni nzima, unaweza ukazipata tena. Ila akili ikikata tamaa, ufahamu ukaanza kusema mimi nina mikosi, mimi siwezi, mimi sidhani kama naweza kufanikiwa, kuna watu Mungu alishawaandikia, sio mimi, ikaingia, inaua morali, inaua shauku ya mafanikio. Unakubali, unasema. Mwingine anafika hatua anaanza kuambia watoto, mwanangu soma uje utukomboe. Mtoto yuko darasa la 3, unamwelekeza asome aje akukomboe wewe. Kama yuko la 3 anahitaji miaka 4 ya kufika la 7, anahitaji 4 ya kumaliza form 4, anahitaji 2 ya form 6, anahitaji 3 au 4 au 5 tegemea na kozi aliyosoma ya kumaliza chuo. Kama anasoma udaktari, maana yake jumlisha sasa 4 yuko la 3 sasa hivi tufanye. Ndio mwambie mwanangu soma utukomboe. Ana 4, ana 2, ana 5, 15 ijayo. Na yeye anamaliza udaktari, anakwenda intern mwaka mmoja, mwaka wa mazoezi wa 16. Akitoka hapo ajira hakuna. Sasa nikuulize, wewe ungeamua ukasema mwanangu anapokwenda shule na mimi nakaa chini na waza cha kufanya, ili yeye akija kufika chuo hata akikosa kazi, mimi niwe nimeshaanza kitu ambacho ndani ya miaka 10 ijayo kitaweza kuwa hata ajira yake. Nitamwambia mwanangu endeleza nilipoishia. Weka ujuzi wako, weka elimu yako hapo. Lakini akili ya Kiafrika unaifahamu wewe? Mwambie jirani yako, mimi sio Mwafrika na rangi nyeusi tu. Hawezi akakubali. Anamsubiria mtoto alete wokovu. Lakini wakati mtoto anaongeza mwaka na wewe unaongeza, ikiwa 2 ya mtoto na wewe una 2, kumbe na wewe 2 hii ungeweza kufanya kitu. Ndio maana kifungo kikubwa ni kifungo cha kiakili kabisa. Ndio maana mapepo na nguvu za giza zinashambulia ufahamu.